ufundishe moyo wako kuwa imara, alafu pale pembeni andika by Hannah Maria Gilbert. Wow, ili usisahau kwamba nani alisimama hapa kwa kibali cha Roho Mtakatifu na akasema na wewe, akakufundisha. Maana watu wengi hatupendi kujifunza. Kwa uhalisia, tukiwa tunaongelea moyo imara, unakuwa ni moyo ni moyo wa aina gani? Wengi tunajua kwamba ni moyo ambao hauna maradhi, hauna mafuta yale wanaita cholesterol, mishipa ya damu inatembea vizuri na sukuma damu. Kuna wimbo unasema moyo sukuma damu. Kuna wimbo unajua, yani kama moyo unatakiwa kusukuma damu, unatakiwa usukume damu, usifanye vitu vingine. Lakini sisi tunatakiwa tumkaribie Yesu kwa nguvu zote, kwa kutumia mioyo yetu. Kwa hiyo leo ninatamani mimi na wewe tujifunze kuhusu kufundisha moyo wetu au mioyo yetu kuwa imara. Amen. Amen. Katika Biblia, moyo imara ni ule moyo ambao unamtumaini Mungu. Moyo imara ni ule ambao unashukuru kwa kila hali, hata kwa yale ya hovyo. Hata kama umefukuzwa kazi, unatakiwa kushukuru. Unafikiri ni rahisi? Hata kama umempoteza mtu wako wa karibu, lazima ushukuru. Hayo ndio mambo ambayo mimi ninayaita ya hovyo, yaani yale mambo ambayo yanaumiza. Sisi tumezoea kushukuru kwa mambo mazuri tu. Umepata mtoto, umeolewa, tena siku hizi kuoa au kuolewa imekuwa ni prayer point. Unavunja kabisa ngome ili tuolewe au tuoe. Ingawa kwa kaka si kama mnavunjaga. Mnavunjaga eti? Wa baba huko, wakati mnataka kuoa mlivunja ngome. Ninatamani tushirikiane kidogo. Wakati wa baba mnajiandaa kuoa, ushaona jiko lile, umetoa mahari. Ulivunja ngome? It's obvious hapana. Wavunjaji ngome mpo? Kwa hiyo kwenye Biblia pia moyo imara ni ule wenye nguvu na uwezo wa kupambana na misukosuko yote ya maisha. Na pia ni moyo ambao usio na hofu. Nikiongelea moyo ambao unamtumaini Mungu, natamani niwape kisa kimoja kidogo sana kilitokea miaka 20 iliyopita. Kilinitokea mimi miaka 20 ndio nilikuwa namaliza form 4 2005. Nimezogea. Kuna watu wa form 4 hapa. Can I see your hands? Hii nadhani itakusha kidogo. Mimi bwana nilikuwa sijui hesabu. Namba zangu si encourage kwamba usipende hesabu au usifanye vizuri, lakini ndio ilinikuta hiyo kasumba ilinikuta na nikaenda nayo. Yaani mimi namba zangu zilikuwa 7, 9. Nikipata 21 naweka karatasi pale juu, wasichana wenzangu waone kwamba nimetoboa nimepata D. Kwa sababu haikuwa uwezo wangu nikupata D ya hesabu. Masomo mengine yote nilikuwa nafanya vizuri sana. Sasa tukafanya ile NECTA. Mtihani wa kwanza ulikuwa ni civics, sijui kama bado mnafanya hivyo, maana miaka 20 ni ubidi. Mtihani wa kwanza ulikuwa ni civics, alafu nakuja Kiingereza, alafu next day wa kwanza kabisa hesabu, alafu ufanye tena mtihani mwingine. Kwa hiyo mimi ile siku ya hesabu kuna swali moja nalitamani sana nilijue la section B sasa. Enzi hizo ilikuwa section A na B basi. Yaani ukishindwa huku kupata huku umeweza. Ukikosa kote ndio unadondokea pua. Mimi bwana nikawa sogelea mdada mmoja, nakumbuka alikuwa anaitwa Mwinga Kanatu. Huyu dada alikuwa anasema mchawi. Na mimi bwana naomba mchawi na wakopo. Na Mwinga nilikuwa sijui kusoma naye, lakini for some reason Mwinga alikuwa ndio kipanga wa hesabu. Sasa wakati bado tunafanya hizo finalization, mimi nikamfuata. Nikamwambia Mwinga, kuna hili swali hapa. Swali la section B hilo ilikuwa na maksi 10. Yaani ukipata na wao unapata lote. Refu kweli kweli. Basi bwana yule ni mchawi akanisaidia. Mwanzo mpaka karibia na mwisho. Kingengele kikaita fufu. Sasa hatujamaliza. Tukawa tunakimbia sasa kwenda sehemu ya tulikuwa tunafanyia dining hall. Mimi nimesoma huko kwa masista huko mbalimbali Mahenge. Shule inaitwa Jina Monte. I'm very smart. Basi bwana, wakati tunakimbia vile na yeye sasa nilikuwa nimeshampotezea muda wake kwa sababu nilimkuta anafanya kitu kingine. Kwa wakati tunakimbia na yeye akaanza kunielezea ile swali linashukaje mpaka mwisho.
Na mkishafika pale mkisha line up, hakuna tena kuongea. Kama kuna watu washasema shule za masista, pia ndani kwenye mtihani. Tupewa mitihani yetu na kawaida kwa nafasi ya kusali, yani kabisa kwa sister anasimama anasalisha kwa jina la Baba nini Roho Mtakatifu, tunaanza mtihani. Alafu mwalimu invigilator sasa ndo anasema fungueni karatasi. Pale kwenye kufungua karatasi zilikuwa na habari na section A. Nikazama kwenye B. Nikakutana na yule mwamba. Ile swali la mwisho nilifanya. Nilifanya risali swali kwa sana. Ingawa nilikuwa sina uhakika, sijui hesabu na hujui kama mwinga alichoniambia ndio hichi na kifanya sasa hivi. Nikafanya hilo, nikapata na la pili pia leo nikanishuka. Nakuja kuambiwa 30 minutes left. Nikasema hapa inawezekana nikapata hata 15. Kwa maswali hayo mawili section B unakutana na maswali matatu. Kama unayajui yote na maana huwezi. Kwa mimi nilipata mawili, ile kama ilikuwa ni neema na Ukatoliki wangu. Nikaenda section A. Kule ndio nakutana na fraction na logarithm sijui. Nitafanikiwa. Ndani kana nipa moyo, inawezekana kula yale mawili nimepata 20. Kwa nini sisiwesue huku nikapata nusu, labda nitapata msalishaji naye Salamu Maria. Nikasuasua section A. Nikawa sasa sina tena cha kufanya, nilipata kitu cha kufanya actually. Kwa hiyo naambiwa dakika 20 zimebaki, dakika 15. Mimi nishamaliza. Nimeshaandika jina langu, nimehakisha actually ni namba. Nimeandika namba na maswali niliyofanya nimehakiki pale kwamba nilifanya hivi. Sasa ile invigilator anapopita, sijui how many minutes left, mimi nimetulia. Na hisa alisema nikipanga darasa. Bila kujua kwamba sijui sawa. Sasa tulipotoka kwenye ile mtihani, kuna wale vipanga wa hesabu, wakawa wanaongea section B. Mimi sio nikajua wala nimekosa. Kilio sasa. Nililia. Na mtu mmoja akaniambia, "Sasa unalia nini? Si ujuaje hesabu?" Hakujua kama ni mtihani, mimi nilishaongea naye kabla sijaingia kwenye mtihani. Na nilikuwa na uhakika ya masomo yale ninayofanya na huku nilipokota mimi 21 sikosi. Kwa sasa nikaambia Mungu hapa anafanyaje? Basi nikaendelea. Hiyo siku ilikuwa ni mtihani mmoja asubuhi. Alafu tulikuwa tunaenda kusoma mapolini, si shule yetu tumeelimishwa sana. Kwa hiyo nikaenda huko polini na mimi nikaandika kanga yangu, sikutaka kusoma na mtu, nikakuchapa usingizi. Kwa nini? Kesho yake geography somo ambalo nalimudu. Basi tukaendelea hivyo. Tukafanya mtihani. Sasa tena tunaendelea kufanya mtihani. Hapo sijui habari za Roho Mtakatifu. Lakini kuna sauti ndani inaniambia Hana, wewe ukifanya masiara ile hesabu ile inakupeleka kwenye division 3 ya penalty. Kwa sababu mimi sinajua naweza. Na sinaweza masomo mengine kwamba nilikuwa nataka division 1. Sasa naipataje? Na ile hesabu ishatoa chozi. Tena kwa muda mrefu na nikaenda kulia mapolini tena mwenyewe. Na kuna mtu ashaniambia unalia nini na wakati hujui hesabu? Yaani it's obvious hujui. Sasa unalia. Basi sauti ndani ikaniambia, "Sasa wewe kuwa honest na Mungu. Andika kikaratasi chako kidogo. Jiasesi wewe kila ulichokifanya. Ila kwenye hesabu pale andika D. Yaani usiandike F, hata kama unajua ni F, andika D. Lakini masomo yako mengine yote yaweke in a position kwamba utapata point 17 za division 1. Mimi sikumwambia mtu hiyo siri. Mimi nilikuwa napenda kulala juu kwenda bodeka kwa sababu nilikuwa sipendi watu wakija. Sijui kulala chini kila mtu anakaa. Nilikuwa sipendi. Sijui ni mchoyo, nitaomba toba baadaye. Kwa hiyo mimi napenda kulala juu. Kwa hiyo nilipokaa kule juu, nikishafika saa 4, walikuwa wale masista walikuwa wanatuzimia umeme kwamba hujasoma, hutaki kusoma tena. Unatakiwa ulale. Na hata ukiwasha tochi, ukibambwa, kesho ni kulima. Yaani kutoka kwenye mtihani unaenda kulima, afu utaendelea na sementi nyingine. Kwa hiyo mimi ule usiku nilichukua tochi ya mtu mmoja alikuwa analala chini yangu. Sababu usiku ilikuwa tukishazima taa na kuwasha taa mpaka saa 11 alfajiri. Nikachukua tochi, nikajifunika blanketi na kila kikaratasi changu sasa size hii hapa. Niliandika masomo yangu 8. Mimi sikuwa sijui hesabu, lakini kwa ajili ya chemistry. Sasa usiulize jibu zake. Chemistry tunaona meza. Sio mahesabu kama ya huku.
Chemistry jamani, kama hamjasoma chemistry hao watoto watawaelezea. Ni rahisi zile hesabu zake. Za H2O sio nini mwenyewe nimesahau sasa hivi. Sasa chemistry ilikuwa katika masomo yangu 8 na huyo mwalimu wangu wa chemistry alinisukuma sana niingie huko kwa sababu alikuwa anaona huyu anaweza akafeli kwa sababu tu anasimamia masomo yale makati sawa. Kwa chemistry nayo ikawa somo langu kwa masomo 8. Kwa mimi nikajiandikia, nikajifanyia assessment ya zile ambazo nimefanya kuanzia mwanzo hadi mwisho, lakini hesabu nikaweka D kama sauti ya ndani ilivyoniambia. Kujumlisha zile point zikaja 17. Nikaweka pale division 1.17. Sasa kile karatasi nikaambiwa nini nikakiweke kwenye altare, yani madhabahuni. Sisi wakati tunaita altare. Sasa pale unashikaje? Kwa ukifanya nani mtihani, tulikuwa tunaendaga Mahenge mjini. Ukifika kule, sasa ndio unaweza kufanya personal prayers. Mimi nikaenda. Ilikuwa ni mbali kutoka mjini kutembea kwenda kwa sehemu inaitwa Kwiro. Nikaenda ni kanisa kubwa, nikasali pale afuala mtu. Nikazama ni pale madhabahuni sasa. Nikasema hapa mimi padri akinikuta, nitamwambia ninasali, ninaombea matokeo yangu. Kwa mimi pale nikalala. Mapadri walikuwa wanapata wanapewa hiyo upadrisho tunaita. Wanalalaga madhabahuni kifudifudi. So mimi nilifanya vile kwa sababu masiketi yetu yalikuwa ni marefu. Yaani gauni yangu haingii ndani. Siketi inaweza ikakudondosha. Kwa nililala chini pale. Mimi nimelala pale sisali, natafuta kitundu cha kudumbukiza kile karatasi changu kwenye sakafu. Nye Mungu mwaminifu sana. Nilipata kitundu. Si unajua mchwa? Nikapata kitundu, nikadumbukiza. Ni sakafu kama hivi wameweka na marumaru, lakini kulikuwa kuna ka space nilikaona mimi kwa wakati ule. Nikaweka ile ninachokitaka. Huyo nikarudi zangu mjini, nikala chips na wenzangu, sikumwambia mtu hadi leo ndo nawaambia nyinyi. Hata mamangu hajui nilitobwaje. Matokeo yalipotoka, actually nilikuwa na salisali ile usiku naambia Mungu, kumbuka kile karatasi changu. Nikumbuke kile karatasi. Division 1 ya 17 ili mamangu asipate riaka, kule ni mbali alinipeleka na watu walikuwa wanamsema kwamba anatumia hela nyingi kanipeleka mbali. Nikaa nawaza pia baba yangu kila wakati alikuwa ananifurahia hata kama nikipata matokeo madogo anasema you can do better. You are very smart. Kwa mimi nilikuwa nawaza wazee wangu hawa, especially mama. Kwa sababu mama pia ukikosea ataongea yani afanye wazi. Ataongea sana. Lakini baba anakuencourage kwamba unaona nitaenda tena nitajaribu. Lakini mama alikuwa hana nafasi ya kujaribu kwamba umeshakosea, umenikera, umekosea. Kwa nilikuwa nawaza watu wawili kwa upande wao tofauti. Matokeo yalipotoka ile rula 1 ya 17. Kwa hiyo ukimtumaini Mungu hata unavyoona giza vitu vinaweza vikatokea. Ukiweka tu imani yako. Sasa siwaambii kwamba msisome. Mimi nilikuwa nasoma, shida yangu ilikuwa ni hesabu. Someni sasa. Amen. Twende kuangalia jinsi ya kuwa na moyo imara. Tunatakiwa tufanye nini ili tuwe na moyo imara? Cha kwanza tunatakiwa tuwe tayari kujifunza. Hapa kwenye kujifunza kuna vitu vingi vya kujifunza. Tunatakiwa kujifunza kumshukuru Mungu. Ndio kule narudi nilisema kwamba natakiwa kushukuru hata kwa mambo ya ovyo, hata yale ambayo yanaumiza. Mimi bado sijaweza kushukuru. Si hamjaniona hapa nikishukuru lolote, bado najifanyia kazi. Mungu ananifundisha hili somo hii wiki ya 3. Sijaweza bado. Kwa sababu shukrani inayozaa ni ile inayouma. Sio kwa sababu Mungu amefanya kitu chema. Unashukuru hata kwa yale yanayoumiza. Sasa bado mimi sijafuzu kufanya hivyo. Lakini najua kwa kupitia hili neno Mungu analosema na kila mtu ikiwepo mimi, tutakuwa imara, tutajifunza kushukuru. Mtu akiwa anashukuru hawezi kuwa na malalamiko. Tuchukue mfano wa Mtume Paulo alipokuwa gerezani. Katikati ya machungu na akiwa amefungiwa gerezani aliweza kumshukuru Mungu. Sasa wewe ni nani? Wewe ni nani umlalamikie Mungu? Au mimi ni nani mpaka nimlalamikie Mungu? Nina ubavu upi wa kuweza kushindana na Bwana Mungu? Kwanza Mungu tunamjua kweli?
Yaani mfano ukikaa mwenyewe ukipata picha ya Mungu, Mungu ni nani? Sasa hilo ni somo jingine. Lakini ukimjua Mungu katika nafasi yake na katika maisha yako, huwezi kulalamika. Huwezi kuwa na kisirani. Huwezi kususa. Eti leo praise team umepokonywa maiki kaambiwa aimbe mgeni, umesusa. My friend, susa. Somebody else will sing. Tena a very good vocal. Susa, lala nyumbani. Hapa mambo yatakuwa ni ya moto, mwenyewe uko utasema kwa nini sikwenda, kwa sababu ni aibu. Si hata Mungu amesema kwamba msiponiabudu, msiponisifu, mawe yatafanyaje? Sasa wewe lala, susa. Kuna watu tu watasimama. Siku nyingine utakuta hata dozi hizi za watoto ziko hapa zinamsifu Mungu. Na zinatoa sauti kubwa na nzuri kuliko ya kwako. Tuko katika wiki ya wamama. Actually ni ya wanawake. Sorry, mimi nimekutana na hii term ya wamama. Na sasa hizi tunajaribu kuwaweka mabinti karibu na sisi. Kwa hiyo tukisema wamama tutakuwa tunawafanya mabinti wawe uncomfortable. Kwa hiyo hii ni wiki ya mwanamke Mbaptist. Mwanamke ni jinsia yoyote ya kike. Naomba ujiangalie kama umejisahau. Naona mtu mwingine hata jiangalia, niangalie tu mimi. Jiangalie. Kuna shoga zangu kule nyuma hata wajiangalie wanacheka. Sisi ni wanawake. Ukiwa mwanamke, tukiita jamani wanawake tutokee. Mnaelewa Kuna vitu vingi vya kujifunza. Mimi I wish ningejifunza pia. Mwakani natimiza miaka 40. Lakini ningejifunza vitu katika umri wa form 4 ule vya mama, jinsi ya kuomba, yani kuwa mama. Yani ningekuwa sijui nani hapa. Yani kikuangalia tu na kuzoom na kwambia taarifa zako sharp. Cause not necessarily uwe nabii, lakini kuna namna Mungu anakutengeneza, yani moyo wako anauandaa ukiwa bado mdogo. Ukiwa mkubwa tayari heartbroken ni mengi, umeachika huku, huyu na ikakukataa. Yani Mungu unampa nafasi ngapi kama hujajifunza? Hapa naongea na vijana, hata wengine wanaosumbuka na mahusiano. Moyo ushampa mtu huko, kauvunja kama glasi hivi imevunjika, unaiundaje? Afu Mungu hayupo. Wewe hapo unatokaje? Na pia tuna mfano mwingine wa Daniel. Aliweza kumshukuru Mungu na kati alikuwa anajua anaenda kutupwa kwenye shimo la simba. Pata picha, unajua umefanya labda kosa la jinai, unatakiwa saa 6 mchana ukanyongwe. Unamshukuruje Mungu hapo? Tunamwambia Mungu, fanya kitu basi. Mungu unaniachaje mimi nimefunga siku 3 kavu, sijanywa maji, sijala chakula, nimelala madhabuni, nimetoa sadaka. Utaweza kushukuru Mungu? Mimi sitoweza. Wewe utaweza? No, tuwe wa kweli, kwa sababu tusizoea yale mafundisho pokea gari na kati moyo wako hauna kitu na pia hauna biashara yoyote ya kufanya. Unapokea gari, linatoka mbinguni gari hivyo, mafuta utaweka na nini? Uwezi kwenda petrol station ukanena shakara baba niweke mafuta, hayaji. Unatakiwa utoe hela, si ndio? Kwa ni vitu vya kujifunza, ni hivi ambavyo sisi tunaviishi kila siku. Yaani ndio lifestyle yetu, lazima tujifunze. Kama utaki ndio umekutana na mimi leo na kuongelesha haya mambo ambayo pia hutoyafurahia sana, lakini ni mazuri. Kwa hiyo tukiacha kulalamika, mambo mengi yataenda kuwa mazuri sana. Kitu cha pili katika kujifunza, tunatakiwa kujifunza kuwa watu tunaowaza fikra chanya. Yaani usiruhusu makwazo, kwa sababu sio kila taarifa nzuri ya mwenzio kwako itakuwa ni nzuri. Mfano, unafanya kazi sawa na mwenzio ofisini, wote mko level moja. Alafu ghafla binivu yule mwenzio amepanda level. Wewe kwako ni habari nzuri au mbaya? Nahitaji majibu. Kwako itakuwa ni habari nzuri au mbaya? Utakuwa na moyo mzuri sana ikiwa habari nzuri kwako. Mmefanya mitihani ya form 4, majibu yametoka. Yule ambaye ulikuwa kama Ana Maria amepata 1. Alafu wewe kipanga wa darasa umepata 3.
Kwa Ana Maria ni habari nzuri. Kwako Glory itakuwaje? Itakuwa ni mbaya. Hapa lazima uwe ukweli na moyo wako. Ni habari mbaya. Kwa sio kila habari nzuri itakufanyia wewe uwe uzuri au wepesi. Kwa lazima ujifunze kuimarisha moyo wako. Fikiria kwa uchanya taarifa unazozipokea. Kingine cha kujifunza ni tunatakiwa kujifunza kujenga mahusiano na Mungu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 tunaambiwa tuombe bila kukoma. Kwa Kiingereza wanasema pray without ceasing. Kuomba bila kukoma haimaanishi usifanye kazi. Lazima uwe na muda wako na Mungu. Tengeneza mahusiano mazuri na Mungu. Kuna namna Mungu anatufanya tukiwa tuna mahusiano naye mazuri. Mimi saa nyingine waga naweza kuamka hivi nikasema nasali, alafu nisisali. Na nikaweka alarm kabisa ya saa 8:30 kwamba leo natoboa hadi saa 11. Alafu nikiamka hiyo sehemu ambayo nakaaga, nikikaa hivi naona uvungu wangu. Mimi sipendi kuweka vitu uvunguni. Alafu nikiona kama kuna karatasi. Prayer point inakuwa ni kuipata ile karatasi kwanza kabla sijaendelea na maombi. Kwa hiyo ukiweza kutoa mikanganyiko yote, ile vitu ambavyo vinakufanya vinakufanya usiwe na muda mzuri na kukaa na Mungu au unakusali au unakutafakari, unaweza upati kabisa huo muda kukaa na Mungu. Kwa sababu kila wakati una kitu cha kufanya. Mungu anaingiaje hapo kwenye ratiba yako? Unaamka saa 11, unakuja kulala saa 8, saa 6 usiku. During the day hujasoma neno, hujafanya tafakari, hujasali hata dakika 10. Ninakuaje hapo? Na pia ukiwa na muda na Mungu, ukifanya ukiwa unaweza kujenga mahusiano naye, unapata pia muda wa kujikosoa, unajitathmini. Kuna mambo mengi tunakutana nayo. Makwazo ni mengi. Lakini pia ukipata ule muda wa kujitafakari mwenyewe, unaweza ukasema hapa nilikosea. Kumbe mwenendo wangu sio mzuri, natakiwa nifanye hiki, nisifanye hiki. Natakiwa nitembee hapa, nisifanye hiki. Unaelewa Hata kama muelewe mjikaze. Tutasonga, tutaelewana. Kingine tunatakiwa kujifunza kutenda mema, kutokuwa wahukumu wa wengine. Tenda jambo jema hata kama hamna mtu anaona. Kwenye makanisa, mimi ni kanisa langu la pili la wokovu. La kwanza lilikuwa kanisa moja hivi la Kishua huko Kiingereza tupu huko nilikotoka. Niliokoka mwaka 2013 mwezi wa 3. Huko bwana, kila kitu ilikuwa ni Kiingereza. Na mimi nilikuwa napenda ibada ya kwanza. We give you all, na nilikuwa ni worship leader. Ndio mambo yangu hayo. Ndio maana leo niomba first mwanikumbushe nilikotoka. Huku nikaja nikakutana na Kinyakyusa na Kiswahili. You don't wanna know. Kwa hiyo kuna yale mambo yanaweza kutokea ndani ya kanisa. Umemfuata mtumishi, una jambo lako limekuumiza. Tumetofautiana hekima. Alafu mtumishi akaifanya kama party ya prayer point kwenye kikundi cha maombi. Maana mimi siiti prayer point, ni kama anakuzalilisha sasa. Watumishi tumuombe Ana Maria. Mume wake anampiga sana. Umetumwa? Mimi nimekuomba unisaidie maombi au nifanye nini? Sijaomba ukanitangazie. Maana mambo mengine ni ya ndani zaidi. Ukimwambia mtu, hutegemei kama utayakuta kwa sababu ni yanakuanika sana. Lakini kumbe kuna wengine, sidhani kama watu wako hapa. Umeenda kumwambia neno lako, kumbe ni kama amewasha radio, stereo. Neno linaenda kila sehemu. Sasa hapo ndo maumivu yanapozidi kuwepo ndani. Katika habari kama hiyo unawezaje kuimarisha moyo wako? Ndo mtumishi nakasha kuacha wazi. Na ndo unamtegemea. Saa 8 usiku anakupigia simu, amka tuombe. Anakutumia na mistari. Unawezaje kuimarisha moyo wako katika kipindi hicho?
lazima ushuke, unyenyekee, alafu ujifunze kujituliza. Tena hapa ndo unatakiwa kama kinakuuma, lia, toa machozi. Tusisahau kama sisi ni binadamu, hiyo ndo nature yetu sisi. Kwa kujifunza kupogo tu. Katika njia ya pili ya kufanya mioyo yetu hiyo imara ni kukumbuka mambo mazuri ili kujikumbusha uweza au ukuu wa Mungu katika maisha yetu. Dabati, naomba nisaidie kusoma Zaburi ya 112 mstari wa 7. Zaburi ya 112 mstari wa 7. Amina. Neno la Mungu linasema, hataogopa habari mbaya, moyo wake uimara ukimtumaini Bwana. Haleluya. Kwa ukiwa unajikumbusha mambo mazuri, especially pale ambapo unapita katika kipindi kigumu. Mfano, ulikuwa na mtaji wako wa biashara. Umeanza biashara yako vizuri, afu biashara imekufa na ule mtaji hauonekani. Lakini hiyo sio biashara ya kwanza. Ushawahi kufanya biashara huko nyuma na mambo yakawa mazuri tu. Sasa hichi kipindi cha sasa hivi cha ugumu kisikusahaulishe yale mambo mazuri ambayo Mungu ameshatenda kwako. Haleluya. Amen. Yaani wakati mgumu unaopitia kwa sasa hivi usikusahaulishe zile nyakati nyingi nzuri ambazo Mungu ameshakupa. Si tunaita good times. Watoto wa mtaani wanakuambia bata. Bata sio lazima ukaruke huko. Zile nyakati nzuri, si moyo unaburudika, si mwili una relax. Tena wengine wao wananenepa. Shida yangu tu mimi nikiwa nyakati nzuri nakonda. That's the bad part. Lakini wengine wakiwa nyakati nzuri wananenepa, wananawili. Kwa hapo usije ukasema ana Maria kanenepa nyakati mbaya. No. Not all the time, lakini kuna wengine wakiwa na nyakati nzuri ni unaona hapa mambo mazuri. Wengine wakiwa nyakati mbaya, yani kila kitu kinasema huyu wakati wake ni mbaya, anapitia kitu. Tujitahidi kujikumbusha. Habari mbaya, habari njema zisikufanye wewe uache kukumbuka ukuu wa Mungu. Na wakati huu usijifanye wewe ni shujaa. Tafuta mtu wa kuongea naye. Ni kama anajicontradict eh? Sio ile kama mtumishi mbaya. Naamini ndani kuna watu wazuri sana. Tafuta mtu wako mmoja wa kuongea naye unachopitia, kwa kukutia moyo. Kuna watu wanahitaji mtu wa kuwainua wakati wakiwa wamechanika. Nani anakuweka sawa kama wewe mwenyewe huwezi? Kuna nyakati sio za kujikakamua. Ndio maana watu unaweza kuona wanakufa kwa depression. Ni msongo wa mawazo. Utaki kujitupa. Tafuta mtu ongea naye. Kama wewe kweli ni hawafu mwenye nguvu, unaweza kila kitu, basi rudi kwenye magoti. Mlilie Mungu tu. Mungu ndio MC wako. Ila kwa sababu sisi ni binadamu tunatakiwa tusikilizwe. Na hapa ndio pia unaweza pia ukalia. Wanaume hawaliagi. Ni kweli? Wanaliaga. Asante sana kaka yangu Philip Jomba. Wanaliaga sana lakini wanajificha. Lakini katika vitu ambavyo waga na vitafakari, jinsia ya kiume si tumewazoea kwamba ni watu wakakamavu. Wana watu kweli wa kuongea nao. Na wao wanaombolezaga kweli, wanapataga muda na Mungu wa kuomboleza. Kama hawana wanaishije? Umeona siku hizi wamama wengi wake wanakufa, wake wana survive, waume wanakufa. Depression. Kwa sababu wababa inaonekana hawana sehemu ya kutolea vitu vyao. Hilo ni somo la wakati mwingine la mtu ambaye amenizidi zaidi, sio mimi. Kwa hiyo tunaweza kujifunza pia kwa mfano wa Naaman. Naaman alikuwa mtu mkubwa sana wa jeshi. Akapata ukoma. What happened? Yaani mfano leo tuseme rais ana ukoma.
alafu anatakiwa anitafute mimi hapa, sina hata title. Ananipataje? Kwanza anafikaje? Si unajua ukishakuwa na cheo, mabega yote yako kule juu. Cheo kinaongea zaidi kuliko unyenyekevu uliokuwepo ndani ya mtu. Kwa tusijikaze, tujifunze kujiachilia, jisubmit kwa mtu ambaye amekuzidi kiroho. Itakusaidia, itatusaidia. Naona kama nawapa sindizo na nyinyi mapoint. Ni mimi pia. Itatusaidia kuvuka kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa sababu kama wewe ni binadamu na una hisia na mwili wako una vichocheo vyote, jisubmit. Jiachilie kwa mtu. Wewe sio robot. Wewe ni mtu. Toa machungu yako. Lakini katika hiyo hali yote kutoa uchungu, don't stay there for too long. Usikae hapo muda mrefu. Lia, maliza. Kukuta mavumbi, simama, tembea. Hii inaitwa kanyaga twende. Utalia mpaka lini? Lazima usimame, anza upya. Sifu, abudu, rudia rutini zako zile, kwa sababu Mungu ni yule yule jana, leo, hata milele. Kwa ukilia, naye atabaki anasubiri. Yaani hawezi kuambia nyamaza. Lia mwanangu, maliza. Sasa utamaliza mwaka gani? Kwa lazima na mwenyewe pia ujitrain kumaliza, kulia na kunyanyuka. Kuna yule mlemavu aliambiwa take your bed and go. Chukua godoro lako na uende. Yule kwani alikuwa hawezi kujiambia achukue godoro lake aende? Alikosa namna lakini mtu mwingine akaja akamwambia chukua godoro lako na uende. Naye akasimama akachukua godoro lake akaenda. Kwa hiyo usikae kwenye maumivu muda mrefu. Hata kama unaumia, lazima utafute gia ya kuondokea, iwe namba 1 au namba 3. Hautakiwi kukaa hapo muda mrefu. Amina. Tuko pamoja? Tuna hofu nyingi ambao kule juu niliongelea kwamba hatupasi kuwa na hofu, kwa sababu kibiblia moyo imara hupasi kuwa na hofu. Leo ni siku ya 300. Ulikuwa unajua? Tangu Januari mpaka leo. Kweli niwaambia mimi kipanga. Leo ni siku ya 300. Profesa ananicheka. Baba. Leo ni siku ya 300 katika zile siku 366. Wanasema siku 365 na robo. Ni siku 366. Leo ni siku ya 300. Sasa kuna vile vitu ulikuwa umeviandika vya mwaka. Baba, tuliandikaga mwanzoni mwa mwaka zikaa kama ni prayer point, kama ndio mipango au mikakati ya mwaka 2025. Yamkini katika zile prayer point zako 10 au 5 hakuna hata moja ambayo Mungu amefanya. Tuko kwenye malalamiko. Tuko kwenye ukata tamaa. Tuko kwenye hofu. Haya, labda hicho hakikutishi. Kuna uchaguzi in 2 days. Wengine watasema siku 3, hapana. Tuna kesho na kesho kutwa. Hiyo siku ya Jumatano ndio ya 3, lakini tuna siku hizo 2. Wewe unatoka unatiki. Huna haja ya kunijibu. Lakini hofu, mimi nimewaambia pale nyumbani, Jumatano sifungui mlango. Tumeshachemsha maharage kindoo kile cha lita 10. Alafu yani it's not funny. Mimi nimeona hiyo hofu nikasema I don't wanna be out there. Nimenunua dagaa kisado. Yani nimeshajiandaa na hofu yangu binafsi. Lakini jana usiku Mungu aliniambia hichi kitu, kwa sababu ilikuwa ni somo jingine kabisa natakiwa nifanye katika mafundisho yangu. Mungu akanibadilishia title jana usiku. Nikaja kulala saa 10. Kumbe na mimi niko darasani bila kujijua. Nilichokuwa nimejua nafundisha sio. Jana usiku jana nimebadilishwa gia angani. Natakiwa na mimi niwe na moyo imara. Kama moyo kangu katisho. Sio imara. Nikakumbuka kweli maharage yale na zile dagaa. Nina hofu kwamba kutatokea vurugu.
nimesahau mimi ni nani, nimesahau Mungu wangu ni mkubwa kiasi gani, nimesahau kama baba last week na this week mwanzoni ametuambia tuombe uchaguzi. Jumatano tulikuwa hapa wanawake na mabinti tumeombea. Mimi nakwambia maharage yangu kwenye freezer tayari. Shasahau. Si ndio ubinadamu? You people you're trying to be so strong. Kwa nini nyinyi muogopagi vitu? Sasa kwa nini mnajifanya kama yani mimi ndio muoga sana? Bwana we, mimi nilikuwa nishajikoki. Sasa jana Mungu alikuwa ananiambia, nikasema basi nitatoka. Sasa kitambulisho cha kupigia kura mimi sina. That's another excuse. Kilidondoka, yaani nilidondoshaga wallet mwezi wa 6. Kilikuwa na vitambulisho vyangu vyote. Na mume wangu akaniambia mimi ni mzee. Kwa nini natembea na vitambulisho kila sehemu? Sijui mwenyewe kwa nini nilikuwa natembea navyo, lakini ndo nilikuwa napenda kufanya hivi. Kwa nikasikia kumbe mtu anaweza kupiga kura tu. Sijui kuna namba, sijui kitu gani, yani sijaelewa, lakini tunatakiwa tufike pale tupige kura. Sina uhakika pia kama nitatokea. Bado ninajipa hili somo mwenyewe. Kwa nimejianza kujifunza jana Sijui ni leo hii masaa 3 yaliyopita au 5. Natakiwa tu nijifunze leo siku nzima, kesho tena na kesho kutwa Jumanne. Jumatano niamke na stamina mpya. Hofu, ndugu yangu, hofu isikukute. Hata kama uko unabeba chuma, hofu inakurudisha chini. Confidence yote inaondoka. Hofu inatoa furaha. Hofu inatoa, si hofu, amani unaipata wapi sasa? Yaani mimi nishakaribisha vita ya nchi yangu kwenye moyo. Mimi nimeshakaribisha machafuko. Si hofu ndo mlango wa adui? Au nyinyi msomi Biblia? Yes, hofu. Mimi nishakaribisha vitu huku. Lakini mimi ni mwana maombi Baptist mwenzenu. Nipo kwenye group la maombi. Unaona ilivyokuwa kazi? Baba ni kazi kweli kudili na Kristo. Na mimi ndo nipo katikati yao. Na isikute kuna wenzangu huko kadhaa. Hofu. Kitu cha mwisho cha kujifunza, cha kutusaidia sisi kuwa na moyo imara ni kuepuka mawazo au shauri kutoka kwa watu ambao hawaishi kweli ya Mungu. Dada Bahati, naomba tusomee Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 12 hadi wa 14. Niko mwishoni, msichoke. Mambo leo bado. Si wanawake tena. Karibu Bahati. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 12 mpaka wa 14. Amen. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 12 mpaka 14. Biblia inasema, lakini watu wengine nawaambia mimi wala si Bwana, ya kwamba iwapo ndugu mmoja ana mke asiyeamini na mke huyo anakubali kukaa naye, asimwache. Na mwanamke ambaye ana mume asiyeamini na mume huyo anakubali kukaa naye, asimwache mumewe. Kwa maana yule mume asiyeamini hutakaswa katika mkewe, na yule mke asiyeamini hutakaswa katika mumewe. Kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. Mpaka Haleluya. Kuna nimesikia hapa kwamba mbona sasa hiyo ni wanandoa? Hata wewe inakuhusu. Biblia inaongea na kila mtu. Kuna watu wetu ni watu wa karibu ambao unaweza kumwambia labda saizi kanisa linapitia kitu fulani. Let's say tunapofanya harambee kwa ajili ya ujenzi. Anaweza akakukatisha tamaa. Una uhakika gani kama hiyo ya nguzo ukiitoa inaenda kujenga nguzo? Wewe unabeba nini zege? Au unaendaga kununua materials? Vitu vidogo tu. Nikiachana na wenza kwanza. Huko tunakotoka.
hawa watu wanaokatisha tamaa. Kwa hiyo ukiangalia sasa kwenye upande wa mume na mke, huyo ndo mume wako, huyo ni chaguo lako, huwezi kumwacha, lakini unaweza kumwepuka, kwa sababu mawazo pia yanaenda na roho. Mawazo mabaya yanakuingizia roho mbaya, mawazo mazuri yanakuingizia roho nzuri. Maisha ndo yanapoenda hivyo. Jichukulie tu mfano, ukiwa ni mtu ambaye una rafiki ambaye anakupa matatizo kila wakati. Akipata kitu kizuri hakufati wewe, ana watu wake, lakini wewe anakufata kwa ajili ya habari mbaya. Bwana, mimi yule John kaniacha. Jamani, mimi leo sina hela ya kula. Mimi yani kila siku yeye hana habari nzuri. Utajikuta umefungamana na mtu ambaye anakupa mambo mabaya na ambao na wewe anakurudisha, unakaa kwenye saizi yake. Si mnaongeaga vitu vibaya na wewe vinakufuata hivyo vibaya, kwa sababu umeruhusu kupata habari mbaya. Don't entertain that. Hauna haja. Sio kama unamfukuza, unaweza ukamwepuka. Ile amekuja, jamani Sara, subiri kidogo, kuna simu hapa. Au hata anaanza kuongea, unaweza kumwambia rafiki yako, hebu unipigie simu kama unanigombeza. Ili usigombane na huyo mtu. Ukipigiwa simu pale kama unafokea, unasema subiri kwanza, unajifanya wewe sharp, umeshaondoka, umemwepuka. Hajakurudisha chini huyo mtu. Hayo ndo maisha. Lakini pia katika kuishi kwetu, kwa kumalizia sasa, tusifananishe uimara wa mioyo yetu na ukaidi na ubishi. Huo sio uimara. Uimara tunaongelea leo hapa ni ukomavu wa moyo wako kuhimili vitu katika hali zote. Huo ndio uimara ambao Mungu ananifundisha kwa wakati huu, na ninaamini leo utakuwa umejifunza hata kwa uchache. Wiki hii tumesema ni wiki ya wamama, na nyinyi mabinti pia tunawafundisha taratibu kuwa wamama bora. Ni wiki ya wanawake, kwa hiyo tunajifunza kuwa wanawake bora, kuwa wamama bora, kuwa mabinti bora katika level zetu. Ubora hauji tu, ubora unaanzia ndani. Tujifunze kuwa na shukrani. Shukuru, nyenyekea, kwa sababu mtu asiyenyenyekea hawezi kujifunza. Ni kama mtoto. Sisi wote tumeanza kwenye uchanga. Ukiwa unaanza kutaka kutembea, hatua ya kwanza ni kutambaa. Utatambaa, utasimama, utadondoka tena, baadaye utatembea. Huo ndio unyenyekevu. Huo ni mfano tu wa stage za watoto za ukuaji. Huo ndio unyenyekevu. Kwa katika hali zote tunajifunza kuwa na moyo uliokuwa imara, moyo uliokomaa. Tuache kulalamika.